Shamba tumelitoa sadaka kwa ajili ya wengine, yaani huyu awe shuhuda kwa wenzake. Na hili tumelifanyia utafiti. Nimelifanyia utafiti na kugundua, kwa sababu nikiingiza kidole huku ndani nikitoa, unaona, na nikiingiza huku nikitoa, naweza nikawa nahisi huku kuna unyevu lakini kwa mbali sana. Lakini sasa tukiwa tunapima unyevu wakati tunaandaa udongo wetu, umeona ile hali tunapima unyevu ili mradi tuweze kubaki na unyevu mkononi au sehemu yote, at least unyevu uwepo, sio ule wa kukamua maji kuchuruzika, lakini unashika unyevu, unaufeel kwamba huku kuna unyevu, na hata ukiachia hivi udongo wako unauona kabisa kwamba kuna unyevu. Lakini the same thing wakati pia tunapima tunapima unyevu, shamba likiwa hivi liko tayari kuweza kutoa uyoga, tunatakiwa to feel the same situation ambayo tulikuwa tunaifeel wakati ule. Unaelewa? Okay. Watu wengi sana wanakuwa wanababaika na hii hali. Umeona hii moisture hii ambayo inakuwa hapa juu. Unaona hii moisture hii. Umeona hii inatokana tu na reactions ya weather ambayo iko ndani ya nyumba. Sawa, inaweza ikatokea ndani tukiwa tuna hali ya unyevu, obvious usiku giza ni source ya humidity, unyevu. Kwa hiyo unajikuta tu ule unyevu unakuwepo hapa. Lakini huu unyevu unakuwepo hapa tu kwa nje. Lakini ukiangalia inside ambako ndio kuna zile connections zenyewe za mycelium ambayo ndio tunasema uyoga wenyewe uweze kuota na kuweza kutoka hapa, kunakuwa hakuna unyevu. Unaelewa? Kwa hiyo huku ndani huku kutokana na activities ambazo zinafanyika, mycelium zikiwa zinameng'enya virutubisho na likadhalika, mycelium zikiwa zinajidevelop, hizo activities in some way zinazalisha some sort of heat. Umeelewa? Huku ndani. Sasa kama mashamba yatakuwa yanaendelea kunyauka kwa ndani, udongo unaendelea kunyauka, maana yake at the end of the day uyoga hatuwezi kuona, au uyoga utachelewa kutoka. Na ndio maana unakuta yanaweza kawa yanatoka mashamba machache, unapiki hili hapa. Sawa, labda pengine hilo shamba ndilo ambalo limeweza kutunza unyevu kwa muda wote huo. Kumbuka shamba hili limekaa takriban siku 28, mwezi mzima. Sawa, lina develop hizi myceliums. Kwa hiyo hizo activities zote zina consume huo unyevu. Na hizi mycelium ili ziweze kujizalisha na hatimaye kuwa nyingi na hatimaye kuwa hivi, zina consume hiyo moisture pia. Sawa? Kama kitu kimojawapo cha muhimu ambacho kinahitajika wakati hizi mycelium zina grow. Sasa mwishoni mwa siku tunakuja kuangalia mycelium zimegrow, zimetanda 100% all the bugs, lakini sasa uyoga hautoki. Changamoto ya kutotoka uyoga ni nini? Na hizi mycelium jamani, hizi mycelium hizi ndio uyoga wenyewe. Ukiona shamba limetanda complete, limekamilika, mycelium imetanda kote, maana yake kinachohitajika ni uyoga tu kutoka, yani wewe kulipa huduma shamba. Sasa kama hutojua, unaweza kuwa unalipa huduma, unamwagia chini, unamwagia hapa mbele kwenye gazeti, au unamwagia shamba lenyewe hapa mbele. Lakini huu unyevu unaomwagia hapa mbele hauwezi kufika huku ndani. Tunafanyaje ili shamba liweze kupata unyevu mpaka ndani na hatimaye uyoga uweze kutoka na kukua vizuri? Hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo sasa kwa situation ambayo iko hapa ni kwamba uyoga hautoki. Sawa? Lakini kitu cha kwanza ambacho mimi nimekiangalia, ndio maana nikapima unyevu ulio ndani ya shamba. Je, ni sahihi au sio sahihi? Sasa hii unaweza kukutana nayo, iko kwenye mashamba mengi. Mashamba mengi sana utakutana na hiyo hali. Unyevu haupo. Sasa tunafanyaje? Kuna njia mbili za kufanya. Lakini hizi zitakuwa out of the video. Okay. Sawa? Njia mbili za kufanya. Hizi zitakuwa out of the video. Sawa?